Nyamaza masikio. Mimi imagine utanipea pressure. Hiyo ni pressure. Ndio ni pressure nishakupea, chukua. Ushanyoa. Mtu wetu wa location. Mwambie basi kama anaona ni mbaya tutoe hizo tukashoot rooftop. Nani atenda rooftop? Enda rooftop. Taka. Pesa yetu. Tunaendelea timizi azisha uone dakika 2 taka hizi. Kila kitu kwa dakika 2. Nimeweka 10 seconds nyote tu mnaparipa hapa. Wewe ni Yokres. Nimechoka. Mtu kuna signal noma lakini mbao ni less but ni sawa. Tubaki tunasaka na nisaka. Unajua ile na Sesco kuna bao 3 tangazo ile. Bro, akona bao mingi kushinda hizo zile times zenye huo player amestart kwa game yenu. Hizo tusiongelee. Wewe ni wa Haaland. Unajua Haaland amefunga pena ngapi? Pain amefunga ngapi? Sasa najua. Nyinyi hamjaipewa pain. Kwanza kuna pena moja. Hiyo alijua utaband. Hiyo kesa aliomanga Saka. Hiyo kesa atafunga wapi? Alifunga pena moja. Moja tu. Sasa hizo kwa wengine. Alafu nilibambikanga hii game ile bao alifunga ya mwisho. Jamaa ameanguka kongo. Bado akutua. Unaanguka na sagi. Hiyo anaweza piga picha bahati mbaya. Hata usichukue. Alafu amekioka juu hapo kando. Hebu niwaambie kidogo. What is league contender wanakimiza hii league na napenda the motto that is in. Acha niwaambie kitu moja mjue. Tuambie zote. Moja kwa nini? Tuambie zaidi. Kama kuna fan wa timu yoyote duniani mwenye yako super happy. Wewe kama mrealize kuna ufamily fulani iko kwa Arsenal yenyewe Gyökeres hajakuwa akiperform vile tunataka. Lakini wasio kuna aid. Sasa Gyökeres akifunga inakuwa sasa like kila mtu ako happy for him man. Unajua ni kwa nini? Azina feeling poa Gyökeres akifunga kuliko mtu yote kwa hiyo timu. Unajua ni kwa nini? I think Gyökeres personally pia. Gyökeres where he was very a performer. Yes. Kweli alikuwa anafunga mabao. Hiyo timu yao kuna mtu mwingine alikuwa anafunga. Sasa amekuja timu nyingine kila mtu anafunga. Acha use ona hiki tuko hapa juu kupewa ikae kama Gyökeres ametoka hiki kichwa si roundabout ya upepo. Okay. Use it. Ndio sawa. Nikataka kusema sasa ati Haaland bala. Mtu mwingine akona the next person Man City mwenye akona bao zenye ziko close to Haaland. Haaland akona 20 ama akona 20 what? Mwenye akona close to Haaland akona ngapi? 7 goals. Na ameshinda Arsenal. Sawa. The second pass. Watu wangapi sasa wako na mabao Man City? Juu Arsenal rudi nyuma. Alafu hesabu. Nataka you count for me. Count. Si wewe ndio unataka uhesabu. Mtu wa Man City surely. Si wewe ndio. Mimi nakuhesabia wetu. Okay. Mtu wenyu ako namba ngapi? The first. Ni Gyökeres. Ngapi? 8. Kushofika 8. Hebu wacha kucheka. I want to be sure. Uko sure? Nataka Google. Ako 8. To Google 8 goals. Google 8 goals. Ameshinda 1 goal. 1 goal akona 5. Hizo hata kucheka sawa. It's good. Napenda. It's nice. Mambo hizi. Unasemaje? Kofiti Lakini ni raha. Football is happiness. Inakubalika. Maana nasikia leo Sifuna amefutwa. Acha niwaambie, mimi si mtu wa siasa. After baba alikufa that is. Nilitoa siasa kwa roho, nikaweka kwa maini. But naona nikirudisha inapanda, maini inakuwa side gani? Inapanda tu pole pole. Cause mimi Sifuna wherever that man goes, I am going. Nikuulize, je, kufutwa in that alitolewa ODM. Disorganized that organization ODM inamaanisha only disorganized members. Yes, after mzee alienda. Huyo mzee ndo alikuwa key so, na mimi hata it was the right thing wao kufanya.
because at the end of the time, at the end of it all, alikuwa top. Alikuwa tu hata hakuna kitu wamefanya hao tu unaona ile yenye unajivuta before vutu. So wako busy wanadhani tushamfukuza ndio social media na alafu ndio watu wa news. Unajua watu wa news hapo ndio unasikia the juice. But in real sense me think these people lakini unajua sasa nikwambia that is just a party. Ile kazi alipewa na wananchi bado kuna so pale hizo zilikuwa marudufu na ile kazi atapewa na wananchi tena. Si bado iko. I think hata it's not all about that. Saizi kitu yenye tunafaa to understand ni ODM ilikuwa mzai. Sawa. Mzai ndio ODM mzai. So wakati alienda kuna wase walisha nini? Kuna wase waliekelewa mikono. Ukiangalia Sifu mwenyewe, ukiangalia huko nyuma alikuwa mzai full time. Wenye baba amededi amekuwa the person yeye na babu amekuwa against ni juana. Mnatupeleka wrong place. Amtusaidii huyu kuzia at broad based takataka. So these people they know the future. So right now bro, anybody mtu yote mdogo mwenye ako hapo mwenye alikuwa age ya kina babu na nani mwenye ati anajifanya ati ODM is not. You know, me I was so much surprised to see even Winnie was against that. Winnie Odinga. Yeah. Alikuwa against. Si alikuwa Winnie akosaidia Sifuna. Yes, unaona sasa like I was like well umzae kushua shay rule this big thing. Ama ndio mara ya kwanza. Huyo Oburu Odinga acha niwaambie kitu moja. Ashauza chama. Yake yeye anajua time yake imeisha. Anajua hana say, anajua hana political whatever. So ameuza anawapea apate faida. Acha nikwambie ule ni caretaker. Ule alikuwa caretaker. Na I think mimi naweza sema the worst decision is a politician or political analyst, but the worst decision is wakati walimu electing kama caretaker. But who elected only got elected ilikuwa was it election ama tu alinile waliamua point wewe kwa kama caretaker. I think hao ndio wali make big mistake. Wangeena tu wangeacha tu ikae for empty years wakifiga out the right person. Jule ni mzae. Unachika ule bado mental system yake. Sasa yeye alikuwa mzae kushinda rao. Unaona sasa yeye ashaleta system ya kitambo yenye to collaborate turudisha 844. Manze yes saidi ruka forma 7321. Unaweza fikiria ni information ya 4351. So unaona yeye bado ana collaborate na kumsema kusema neo colonialism bado iko ndio hiyo sasa. Saizi mulami badala mulami atu colonize sasa ni Mwafrika. Na si ni uongo because in first time yako kupewa this big platform. Alikuwa tu senator. Hata maybe hawajaisalimiana na hapa. It's the first time. Na anamletea millions in the table like tambo bro ukikufa imagine kitita cha pesa 200 million. Unaziona na kitita cha pesa. Kufa in pesa na kupewa 1 billion. Na sometimes pia mimi Oburu ananikalia tu chief fulani. Wale tule tu chief. Anaweza ambua shika milioni moja nyama story. Mimi hujiuliza swali like ni nini inafanya mpaka mtu aachishe hiyo kazi? Like Sifuna says not because anasema ukweli ama amesimama na ukweli. Issue ni mimi nawaambia mimi I feel like everything about politics is about gain. Personal gain ya hawa watu si yetu hata. Unaelewa? Definitely hakuna politician kila politician anataka kugain yeye mwenyewe. So wanakaa kwa meza. Wanaulizana tutagain nini hapa? Ndio maana nakwambia at some point wanaulizana huyu jamaa anasema ukweli. Huyu ni Sifuna anasema ukweli. Watatuchomea. Anachomea. Na pesa itaacha kukuja. Na sisi hatutagain. Umeelewa? So it's about personal gain. Wanakaa hivyo na hata mimi I believe kuna watu wengi nimewaona kwa macho nikastuka niko like hata huyu msee hata huyu watu kama Joho. Joho amekufa bado na Oburu. Buda Joho amekuwa juzi hapa wativia akiongea Joho hajatulia mimi nakwambia. Ni sawa. Watu kama Joho Simbarat my own governor Simbarat. Unajua mbona onyesha sana? Nasema hivyo. Juu kitita cha pesa kiliingizwa. Kitoka kwa serikali gani? Hii serikali alipewa kazi. Joho Simbarat alinistua. Mimi nimekuwa nikipenda Simbarat hivi. But nakuja kurealize
the reason amechagua hiyo side ni juu kuna benefits anapata, Obvious. na hataki kusema ukweli kama Sifuna juu anajua atatolewa kwa equation, abaki kwa baridi akose kupata kichele. So you'd rather ustick na wale watu wenye wanatuumiza sisi kama wananchi, bora wewe upate faida. Tunakumbuka, alafu bado na feel tu unakumbuka ile time fulani alikuwa ati yes ni nani na Walikuwa msee na mwingine fight mwenye ako na chini nani yake ni sana. senator, si walikuwa Yeah, the nani, same Senator governor hata. Sisi Nani? alikuwa MP. 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 Yeah. Sasa MP si yako kwa So, yako kwa yuko Ruto, so alikuwa anaona nisipo join sasa zile dozi zinapoteleanga pale, mbona nasikia 100 imemwagwa na itiremki hadi hapa chini, so si wacha like let me I see. think greed na love of money imefanya wasee wanasahau job yao. Okay. Sana sau mimi nilikuwa nimeapa kusava wasee. Msee yani anasahau. Hiyo kila kitu anabaki. Hiyo tumbo yangu, tumbocracy. Ako like saizi si democracy then tumbocracy. Siko busy. Like nakwambia saizi setbooks zote zenye tumeisoma Zinakaa mtu nikawa watu wa setbook walikuwa Ndio sasa pia. mnaizia. Kuna kitu wako wanatuambia. Nikawa walikuwa wanaonyeshango hizi. hao ndio AI. Hao ndio AI. Ya huko nyuma. AI kitambo. The behind AI. Hizi hata huwezi pata mzee mwise juu. Shatumia AI sasa. Odesi wa AI AI. itaweka ikuwe wise. Bro saizi muenga ni AI. Yanga wetu ni AI. Bro unaenda Sasa itafikanga huko ati waenga AI. AI ilisema because I don't know man. Wase do yani ni sawa. Okay. It's kind of support pesa but ni sawa sometimes. Yeah, ni money is okay. Ni money is okay. Hiyo greed sasa ya money more yani Do mingi. Wewe focus yako yani do. Sifanyi right. Unachiki saizi illegal is the new legal. Yeah. Ndio actually inaweza kusema illegal imekuwa the new legal. Kaanga tu hivi naangalia. Kuna huyo governor hapo Kiambu. Every day mimi nitakuanga tu nasema msichana. Si shule education iko hivi, barabara. Yaani hiyo county tu imeendelea tu kivyake. Sasa mimi nilikuwa nauliza. Hata imeshinda Nairobi na unajua ndio maana Musa mimi sijui naelezaje. Nilikuwa nauliza bro tumekuwa Kenya. Si tuko Kenya sasa hivi. Tumeangalia news. Bro tumeangalia hata Kenya imechange we are Kenya. Tunaelekea kwa Singapore. Singapore ya upuzi jiona Singapore ikae Singapore. Alafu niambie kila siku kuna pesa zinapotea. Na si pesa kidogo. That is the issue. Mabilioni niliona post fulani kwa status ya mtu ilikuwa inasema I don't think young people understand how much the government is stealing from them. Because sisi tunajua tuko so focused. Kwanza hii era ya sasa ya social media yenye to keep happy. Tukitaka tu furaha tuingie TikTok, tu watch Crazy Kena na J Modisen. Tusahau serikali imetuibia pesa, inatutax, inatuua. Kuna drought Kenya, wanapeana sijui bilioni ngapi, lakini wanaiba zingine wanapeleka 116 billion. As in, kuna so many things mpaka niko nakaa naangalia najiuliza. Kwani what is not happening? Watu wenye wanaiba hawa. Unajua saa nyingine hata imekaa ni kama si tuko helpless ile design. So hata hakuna kitu tunaweza fanya kitu tutawastaki wapi. Kila mtu ashare kwa computer. Tutakustaki wapi? Serikali ndio. Tukienda kwa serikali hiyo ndio kwanza the main. Kwa polisi was bro koti iko serikalini. Koti serikali. Wale washirika wa kuchunguza sijui IPOA ama wanaitwa ndani ya serikali. Sijui nani. So hata issue ni hata AI ya Kenya. State House content creation, Ruto na content creation yake. Yeah, Mr. Content Creator. Mara amekuja hapa ametupatia sijui amepatia vijana. But listen guys, kidogo tu ya. You puzi mnapatiwa yenye inaitwa nyota. It's a good thing wewe tumieni. But let me tell you guys. I don't care if you eat that money or not. Ule soja vile umetolewa serikali. Guys, ushaiwekea panya mkate na ukaiwekea sumu. Hiyo mkate iko na sumu. Tunakatiwa keki, hiyo ni kukatiwa keki. Keki yenye iko na sumu itumalize. Tuachane na mkate. Ruto ameamua na si ati naongea hivi nachukia Ruto. Watu wenye mnasikiza don't think unajua keki anakatia ni keki yako. Na keki yako alikunyang'anya, akakukatia na akaiweka sumu. Yaani I'm telling you I wonder venye Ruto anazunguka Kenya mzima, amefanya
nyota imekuwa campaign. Yani ati before akuja awapatie nyota yenye alipatiwa na do you guys even know where nyota came from? Sema nini? Sema nini? Tutam. Ndio upewe nyota. Yenye amepatiwa si hata yake na hata niko sure pia alishaingiza mkono tena. Alishaingia ikubwa. Akatoa size ya? Hebu rudia ni kama Alishaingiza mkono size hii akachuna tu yake akasema hii alikata hii. Unasema nini? Unaona kwenye mkate unakatanga ile mkate yenye kata unakata kubwa hapo na unaacha kadogo hapo kama hiki ni kiasi na kule hiyo. unaona tukiwa in that line that queue ya hiyo nyota ikianza wow wakianza kunini hizo vitu. Kuna huyo madam alikuwa hapo alikuwa anatuambia hii government ikitaka kila mtu hii Kenya apate $1 million from this money, hii inaitwa nyota, kila mtu atapata na kuna change $1 million. In Kenya tuko 55 million population hivyo mpaka watoi. Kabla uendelee joke itapotea, shikilia tu hapo. Niliona nilikuwa nasema ati ama Kenya tuanze tufungue chama moja kubwa, kila mtu anatoa shilingi, alafu tunapatia mtu mmoja kwa siku tutampea 55 million. Kisha tunapea mwingine 55 million, alafu mwanze na mimi. Anyway, ilikuwa hiyo pesa yote I think it was around 5 billion. So mniambie ukipatiwa hiyo ilikuwa ni hiyo ni maendeleo ya watu wako. Kutoa tu 55 million for a single Kenyan person bila ubaguzi ile like acha tu nipe kila mtu milioni. Kama unajua uko na 18 na uko na ID kuja. Niliuliza msichana mwingine mwenye ametupea hii location. Nimuuliza do you know how much 1 billion is? 1 billion ama milioni nakosea. 1 billion ni 100 million ama ni 1000 million? 999 million. 100 million. 300 ni 100,000. Si 100,000. Ni 9,000 milioni dhao. 999. Sasa tuwezi sema ni milioni 1,000. Sawa. Milioni 999 million. So ni 99 million. Si 99 kidogo. 999 million. Umemkuta pesa kwa. Imagine milioni 1, milioni 2, milioni 3 mpaka milioni 900. Yeah. Na 99. Alafu shikanisha hizo sasa zikiwa 1 billion. Alafu bilioni 1, 2, 3 mpaka 116 ndio zimeibiwa kwa SHA. Like hiyo ni pesa tukaamua kupanga manoti za dhao hivi chini. Tunafika Mombasa, tunazunguka, tunaingia Narok, tunaingia azin tuko na get. Unajua nilete ikiwa 11 billion. Bro, kila siku kuna matters arise. Kuna zile pesa zetu tulisahau tunakuja tuna recollect. Mungu weka walai. Nimesikia mpaka ni self inatakiwa. Inaweza kuwa ina sound hivi ati funny but this is real. Ndio maana naambia wase I don't think you people understand. Yeah? Yani ile unaona sahi kwenye Afrika like sahi any politician kwenye yako lazima kuna opportunity. Lazima hii itani benefit, I will go for it. Hakuna sahi bill inapitwa pale parliament kama haiwafavor. Tunaangalia I think like watu wanaonanga simu mafala tu tunajua hapa like nimerealize hiyo ndio kitu wasio walikuwa nasema hadi wakati tulikuwa tunaandamana recently last year na 2024 ni wasio walikuwa watu walikuwa walipass bill alafu wakati wapata mayuto wameanza kujua kuna wale youth wenye wanajua wanasoma hii constitution wanapata law fulani wakijua politicians wakijua mmejua hizo bills bado zinawafinya zenye walipass zinawafinya na pia venye zinatufinya sisi pia zinawafinya wanaanza kuwa like so watu walienda wakapass bills like tutakuwa tunafanya tunapasi wangu zinawafavor useme hizo bills zinapasiwa unaona wakati pale wanapass wanasema hii itasaidia huyu na huyu na huyu wanaenda wanajitoa wanaweka wewe angalianga kama hiyo house allowance nakwanga nani kazi ya politician na sisi tumeambiwa hapa tunafaa tulipie sijui housing tunafaa tulipie tax ya nini au levy tunapiga nini. Imagine umelipa house levy ukienda hiyo nyumba you have to pay again double kwa yako na si yako 4G. Kuna time mtu ataamka hivyo asema
Zile nyumba man. Zile nyumba. Ile shamba ni yetu. Wakati tundi. Tuko nazo. Tundi. Hai. Sikitu ingiingia huko. Imagine Kuna president atakuja mwenye atakuwa anatambua hii kazi ya huyu. Na atatuangalia. Na ni hivyo. Bro, unajua ni hivyo. Kwa against that hiyo housing anafanya. I was very okay. I thought itakuwa ni atakuja kama hapa Rubembe. Akuja achukue hao watu awapeleke pale freely because hiyo ni disbursement. Very nice. Rwanda awapeleke pale. Unaona sasa yeye anakuja na yani anawatoa hataki kujua anaenda wapi. Unaona like iliniweka kitu kingine in mind like hao watu they are not here for helping us. Kutu hapa kutuangamiza kabisa. Bro, hao sio wako na mimi nasema wako na idea but hawataki kuitoa venye nafaa. Unaget? Kama kuna msee alikuwa anaforce hiyo idea ya hiyo kiwanja imetengenezwa. Ukiangalia the idea yenyewe unaona hiyo nalo ni ukiangalia la unapata kitu yenye ilitengenezwa totally different just because tutaki pesa yote yetu. Bro, hii pesa imetengwa ya hii kiwanja lakini hatutaki kiwanja jengwe na hiyo pesa. Unashangaa. Okay, sasa isipojengwa na hiyo pesa, what is quality when we are talking about? No. They want to eat. The same to affordable housing. Bro, na ukiongelea affordable housing, mimi naangalianga Rwanda. Bro, Rwanda is the smallest in East Africa. Na ilikuwa tuseme poorest, juu saizi ishaanza kuinuka. Ilikuwa chini hiyo design, but unaona affordable housing kwa walifanyaje? Wakuja na Singapore. Walichukua tu hizo nyumba za wanakuja tu Njenga hapo, wanakuja hapo Rube venye iko hivyo. Wanaambia wase buda, nyinyi locating ni mwingie mahali fulani. Unaona? Kaeni hapa. Wanaenda wanatengeneza huko. Exactly. Wakatengeneza hiyo place ikakuwa fiti, well structured, maji unaambiwa ulikuwa unalipa dhao 2. Sasa imagine nimekuwekea maji, nimekuwekea cassette ka kitchen hapo. Ulipe 3000. Huo ni kani fiti. Unaona? Like imagine that's how Rwanda government ilitengeneza hiyo story yote mpaka saa hizi na inakupea hao for free. Unaget? Like cheki huku tunaambiwa siji Orbit walisema hii land isibomolewe, tumepeana for this citizen hapa hivi for free. Orbit ni ma foreigners. Walibuy land huku. Unaona hiyo wakati wa political hiyo time huko Mau and all that stuff huko independent. So saa hiyo wamekuja wameachilia. Mbona wewe kama government usikuje kuwe mwai useme sasa juu imeachiliwa imewekwa kwa mikono yao wase, mbona tusitengeneze restructure tutengeneze hii kitu ikuwe isaidia wase, ikuwe benefit to these people. Huyo ni Ruto ni baba. Si ndio nasema unajua a good government ni ule msemo mwenyewe anajua umse ndio atanivote in 10. Kuna msee lazima vote. Umse nilivotiwa. Kazi yangu hiyo ndio kazi, hiyo ndio alinichora wewe. Unaona? So kama wewe ndio umenichora kazi, sina maanisha nafaa nifanye fiti ndio hata wewe ufiti. Unaona? At the end of it all nikitoka hapo, bro, that's why huku politician akitoka tunamchukianga. Hata asijaribu kusimama kitu yote. Unaona? Juu ni nini? Hata see before atoke. Hata tushamchukia before atoke. Pale kwenye alivotiwa endangi juu atapigwa mawe. Unaona? I think nikiwa napitia stuff fulani internet ndio niko na wase wenyewe. Saizi wase washakuwa hungry wazee. Hata tuseme hivi, umse alikuwa anasema the problem na sisi ni unye was corrupt. Very big corruption. But sasa the same alisema the same idiots wenye walimpea vote mara ya kwanza were the same idiots wenye walikuja wakamvotia in. Na bado akasema saizi this guy is corrupt. Unaona? Na is more corrupt. Na the same idiot. Na the same idiots that wenye walikuwa walimvote in your time na vitu hakuna kitu ili change. At the same idiots wataamka na the same idiots wenye sasa hivi wanasema tutam. Come to think of it, nimeona msee fulani amepost anataka UMCA huku. Wamenitumia nini atijua kiongozi. Ni Waria. Mgani. Wewe sio mtu na Waria. Sio Waria. Sijui ni wapi wanasema jua kiongozi.
Nimepata naamka asubuhi naona mtu ameniambia tujua kiongozi mapema. Naangalia naona kala nyuma background gani? Yellow green. Uda. Na huyu achana na huyo, kuna mwingine tena nimeona huko ati nimesikia kwanza ilikuwa post ya YouTube ya nini ya Facebook. Alafu mwenye amepost anasema story tena jua tu kiongozi, alafu kuna msee ali comment section akisema kwani aliyama akaenda alafu achana na hiyo sasa kumalizia, lakini tutampea niko like when you unajua bro handout inafanya. Kuna post moja nimeona leo ilikuwa ni hizi posters hizi kubwa zinaitwa hizi zinakuwa barabara Billboard kitu hiyo Ngong Road ni kitu ni hiyo sio hiyo ni hiyo Ngong Road. It was like uendelea tu kutulua inaitwa hiyo uko sawa na unajua kutulua Kiswahili wewe liwa continue luring us. Kutulua karibu kazi na mtu kutulua na ni mluya ama mkamba continue luring us kutulua mwenyewe still remember the lives we lost. Hata mimi niliona alafu ameza uliona kwa posta uliona kwa status ya hiyo kitu ilinikuza ilinitouch. Was like kumbe watu hawajasahau, yani posta imewekwa huko lakini ikafanya this is real. Nikamtouch. Okay. Si unaona bado ni lakini look what it may be looking that way but it is sent a message like niliona kumbe I'm not alone. Nakumbuka mimi naambiaga watu by the way niko na hata mimi acha nijiambie. Shida ya binadamu ni kusahau. Na hiyo kusahau inakuwa mbaya juu mtu anaweza kufanyia kitu mbaya for 4 years. The 5th year akuja akupatie kitu ya the smallest the stupidest thing. Anaweza kuja hata kwako akubebe with twende hivi. Akushikie shopping nyingine akulipie rent ya miezi 3 akufanyie yani kitu yenye ukicompare na vitu amekufanyia miaka 4 I make sense. Lakini at that moment ujamani mzuri bana. Ule jamaa alipatia niliona nilipenda hiyo kuna comment fulani TikTok na comment section. Una historia ya majembe na mbavu destroyer. Si jamaa alipeana milioni 1. Alisema akapeana majembe milioni. Alisema mwenye anashinda that is. So majembe ameenda hapo ameanza kusema ati nashukuru sana rais kwa sababu sijui anapenda vijana ama alikuwa niliona kuna milioni mbwa mtu alimwandikia comment section. Yaani wewe unatumia akili kama kifagio. Juu wewe ndio unaenda kupigana kwanza ama hata ni yeye. Na hiyo milioni umeona? Hiyo milioni umeshapewa? Hapana. Sasa juu wewe amekupea milioni ushaanza kutongelea sisi vijana. Kwanza hata in the first place. Yaani wewe sema nashukuru rais kwa kunipea milioni umenisaidia. Sio anasaidia vijana, ana support vijana. Vijana waga. Wewe ni kijana, wewe kwanza ni kijana. Wewe si mtoto uko 22. Wewe sio kijana, hujajua vitu zinafanyika. Lakini unajua mimi ndio nilikuwa najiuliza if rais wenu huyo si rais wangu. If ingekuwa ni huyo rais wa majembe, rais wa majembe na Singapore. Okay. Singapore. Mbona ubague? Mbona uanze kusema nitapatia watu 8,000 au wengine waacha wangoje wakae? Kwa nini si pia ni ana fight for hii life yake? Mbona umtoe kwa yeye sasa? I think hesabu zako zinaingiana. Nikiwa na nusu yao listen, me believe ni campaign strategy. Ni campaign in this. Unajua ni maana nakwambia I hate how kila kitu yenye politicians wanafanya, almost kila kitu wanaifanya as a campaign strategy. Hata sisi tunaifanya juu kazi yako ama juu yako hapo. Yaani mimi naweza ingiza saini kwa MP. Nimeandikiwa responsibilities za MP. Maybe kama kuna hospitali nafaa nitengeneze ama shule ama basari. Hizi vitu zote nafaa nizifanye kama responsibility. But sasa wengi wanaifanya kama campaign strategy. Yaani nikienda nini imeandikia constitution imeandikia kefa pea watu basari. Sawa? Nikikuja kuwapea basari, badala niwapatie niwaambie nawapatia kwa sababu ni haki yenu yenye imeandikiwa kwa constitution. Nakuja kuambia before hata kuwauzia hata kama ni free nakuja kuambia
Sasa juu niwapatie. Unaona mimi mzuri nawapatia hii. Sasa Nipe. Who said hii ukuwe mzuri, ukuwe hii ni kitu iko kwa constitution. Unafaa it is my right. Actually inatolewa wango bana kila siku. You are right. There is a difference between mtu kupatia right yako na favor. Hii si favor umenifanyia mwanasiasa. Kunijengea barabara hujanifanyia favor. Kunifanyia sisi nilikupea. Hiyo ni kazi nilikupatia, nilikwambia cheki nimekuweka hapo, kuna pesa yangu inatoka kama tax, unapewa, inakufikia hii nini ulipata financial year ulipata pesa Sasa hiyo pesa fanya hivi, fanya chini nilikuandika hapo, ufanye na hiyo pesa ya. Sio ukuje kuifanya ati hadi wengine wanaifanya nusu. Mkinipatia namalizia wapi hiyo nusu nyingine kwanza? Wewe unafaa uende jela. I think umetuibia. Umeiba. Mimi nili understand kitu moja. Ase wanajifanya. Na sasa hizi ndio wajajua kasi sema isha change. Sasa hizi wanafaa jue watu wanaweza soma mind yao ni wazai. Sio sisi. Na hate the notion yenye na go around yenye say handout inafanya kama tulikuwa watu 50 hapa hivi tukisema umse aende anaweza toa tu 2,000 tubaki watu wawili. Inanibo sana juu as far as hata kama sisi mayo tuko jobless. I think tunafanya hao sio wanazoea wanajua tunaweza nini nimeshinda tu nikipita so juzi Sunday this new Kasongo amekuwa hapa sijui church fulani kuna church fulani amekuwa hapa pepo akilaunch wale ma human activists wote wanajitanga ma activists poleni but some few human rights nini hawa ma activists wameenda hiyo place mpaka niko like ni mbona mmeenda huku alafu at the end of it bado napita mtaa nakutana na watu wako like waboy wanasema ati unajua mzee alikuwa sijui huko tukakwamilia Sumra. Okay, tukakwamilia Sumra ilibidi atoboke. Iko like so nyinyi wa vijana mnaona handout si inabamba, si ndio? Yaani nyinyi mnaona tu so nyinyi inamaanisha tunaweza amka siku moja bro like the same way tu kwa nini kwa ile ni yetu tulikuwa tuko wase 500,000 but wase tu 100,000 wanaambiwa nitakupea 2,200 ukuje na mwe na walipia fare na 2,200 yenye hata hawakuona hata hiyo fare hawakupewa. Yenye hata hawakuona. Alafu tu mna sell out tu tulikuwa tuna push for this motion. Alafu tu hapo katikati tu tunajipata tulikuwa watu 500k. Tunajipata watu 400 ama watu 300. 200 ni nini nyinyi? Mnadhani mkipewa handout alafu mtatengeneza kitu na hiyo nini? Juu leo utapewa handout ukule ishe, kesho upewe handout ukule ishe, kesho kuto ule ishe. Sasa bro, mse umeshampea hizi matamka zote. Then handout na hizo yeye kukua dirty politicians for the longest time. Na wewe kupewa tu maybe 1,000 mkatane watu 5. Robe kila siku. Sasa ita change nini? Like actually ni piece of sana nikipita hapo nikisikia ati unajua makipa vijana walimkwamilia mzee. Nasema achune keki. Like seriously speaking. Can I say something? Mimi hata sijui ndamalizia na hiyo mtaongea nasema nini. Let me say this. I believe number 1 knowledge is power. Unaona mtu akona akili na masomo. Kuna ufalawezi mbeba. Na kuna place zenye mi na siko ubaya, I'm not drawing shade. But naangalianga mostly places zenye ma politician wanaenanga wanapeana handouts. Ni place zenye watu ni wajinga kama fucking. Kuna places kama Runda, sijui wapi mali watu wamesoma watu huwezi hutawahi pata handouts. Handouts siko ubaya. Politicians wakuje ghetto yetu. Wa ghetto tusikizeni, sisi hapa ni wa ghetto and we saying the truth. Ghetto yetu politician akikuja tu hivi venye Wiza amesema 2,000 watu 10 walai mnaacha na hata anaacha hapo mkipigana juu bado kuna mwenye atakulia mwingine hapo. So yeye ameenda amewaachia handout na bado akaacha mkiuana hata kuna mmoja tutazika. Listen, why? Because hapa knowledge is power. Wewe ndavuta tu bangi yako, kula jaba yako, kula vitu zinaweza kufanyanga una feel tu high but uko na akili kama umeamua. Na kama hujaamua kuwa na akili wewe utakuwa mtu bloody fucking. Me believe being raised right. Kama wazee wetu. Grow ukijua principles zako,
grow ukiwa na zuri nasema aje, kuna tabia zako uko nazo, morality yako uko nayo. Bro, acha nikwambie kitu moja. Na si it's not about poverty. Acha niwaambie, mimi sija grow, mimi nimeteseka. We are not in hatuko competition but nimeteseka. But kuna point yenye mimi hata nione politician amepita hapa na gari na watu wamejaa wanakimbia, aenda akate keki. Buda unipati hapo. Mimi nilikuwa haunipati hapo. And I'm not saying this kiburi ati niko na pesa ya kula sapa. Hata hiyo siku ndio nilale ndainama. Sema na hiyo kiburi. Nitainama na niko na kiburi na utanipata hapo. Because I'm like, so why are you giving me a handout? Na huyo mtu mwenye yako kwa nyumba, yeye atapata your handout. Bro, do you think of that? Bro, unanianda. Unafikirianga? Mimi umenipea so nimetosheka ati wewe mse yako sawa. Usikie nikata keki. Bro, nakupea so na nafaa nikupe afford ni kila kitu affordable hapo. Nafaa nikupe wera, nafaa nikupe nini, alafu nakuja na kudanganya na so. Hospitali haina dawa. Dawa zenye tax yako ndio huyo politician angetumia kustock dawa usi. Unajua hiyo politician alifanya nini? Alichukua hiyo pesa ya stock. Akakuja akakata keki yake. Ndio ilibaki akaamua acha nipatie Kefa so. With so, young so. Na nikule hii keki nyingine tukao tumegawana na wao. Alafu wewe kwa hiyo keki yako yenye washakata bado umepatiwa ikawekwa sumu. Hiyo mia umepatiwa, unaenda hospitali unanunua dawa juu hauna dawa na sio free. Haiko hiyo so. Hospitali haina dawa. Na hiyo dawa sasa ni expensive, utazinunua na ukope. Ulipo hiyo so. Umesahau kama hizo ungekosa kuchukua. Ungeenda usi upate dawa free. Akili, tumieni akili. You people are sorry to say this but mimi unaona tu watu nasema you are stupid. Unaona ukiwa na dignity yako unaweza jisimamia na useme namwambia mimi naambia history ya kujifanya ati you're so selfish sasa wewe as long as mimi nimegain si bora mimi nilipata dhao 5 atakaa aliiba ngapi nasikia mwanasiasa aliiba 400,000 si mimi bora nilipata dhao yangu 4 mimi niko sawa au sikio kitu kiko sawa. Kesho hiyo barabara yenyewe kutengenezwa ndio nduthi itaenda kutoroka portal ikukanyage ukufe mjinga kabisa uende mbinguni. Ati mbinguni wewe utaenda mahali utaenda kuwekwa mahali kama peponi. Listen, and I'm telling you guys the truth. Mimi if unajua tunasemaga kuna watu wanasemaga we champion against these things not until tumeshapekwa kwa hiyo position. Sisi wenyewe tulikuwa tuna champion tunaanza kutuli because kuna watu wakina Kasamueli na watu wengine wao Kasamueli, lakini nawaambia mimi hata saa hii Ruto waniite anikalishe chini na imagine nakaa joke mnasema kuna wenyewe mnaweza sema niko hivi juu mimi ni maskini but Ruto anikalisha niambie Kefa kuna pesa ya kutengeneza barabara za kuingia Embakasi nataka hiyo kichele nichukue wewe nikupatia 100k yako safi nikubadilishie maisha hiyo hawa sasa wengine wachana wao buda mimi natoka hapo natoka na dignity yangu safi kama nimekataa hiyo kitu la kiburi na niende nishinde mahali pa kulala juu hata hiyo nyumba sitakuwa nayo mimi hauniambii I'm not doing that because at the end of the day I respect myself nimelelewa vizuri kama babako wako kulea vizuri wewe ni umbwa ni mimi ni mtu niko na kiburi yangu safi na niko na akili knowledge ambayo ni power nisikutusi mtaka kana malizo mimi hata sitaki kuongea tena wewe umbwa acha nikwambie wajinga hiyo so unachukua hiyo so unachukua unajua unatupeana si wewe tu unachukua ati imekusaidia hata hiyo so inakusaidia ni kutupeana unatupeana tu because tutashika jaba usahau tutasimama watu wawili tuseme hatutaki kitu wengine 59 washasimama washachukua hiyo so neget ni kutupeana mnatupeana mwache kwa wajinga tumieni akili bana usidanganywe na huyo mtu wako na kitambi hapa anakuja hapa amevaa suti ulimbaia ndio yako umempa mshahara bana na mtu anakuja na kudanganya ati ile suti ulinibaia sasa sitaweka hata dhaonda dhao nini I think mimi nasema wasee wasome wewe fine tafuta books mazee ile ikauli ukisoma set books tafuta vitabu tu msome mjue kuna neocolonialism na hizo vitu zote msome constitution unaona fuateni tu sifuni unaona hata sifuna pia kuleni constitution ndio mjue penye mnabeba ufala mnafaa msome constitution mjue mnabeba ufala mjue huyu mse si icon wewe ndio icon
Hiki umse anajua anatambua wewe kuliko venye anajitambua. Jua anajuanga mimi kama si hao wase kuniport in mimi singekuwa shit. So wewe ndio icon. Wakati unajiloa chini unaloa standard zako unakuwa hapo wewe ndio unamkimbiza. Na wewe ndio unamchora wewe. Ndio maana atatengeneza, atakupea atatengeneza, atafanya chenye anataka kufanya. Jua anajua si tusharankiwa juu. But ukirealize wewe ndio msee important. Acha niwaambie kitu moja. Imagine tu siku moja tu tugaze tu pamoja tuseme nani anataka seats zote hao wase wamejiweka hapo, kuna list ya wase, alafu tuseme no one is going to vote. Na tuseme tu tuende kuvote. Na tujipate na tuende tu tuseme tupatane grao fulani. Tuchill. Tupige tu story the whole day. Ona, tupige tu story. Alafu hiyo siku ya voting iishe. Kesho mkuje mniambie nani atarudi kwa kiti. Hiyo kiti itakuwa empty. Si nasema tukikaa chini tuseme tu tubonge. Sisi wote tuseme tu tunaenda tu tupige story grao. Ulichukua hiyo sawa, mimi sitaki nini, but tuseme tu hiyo siku tuseme tupatane grao, tukae tu chini wote. Tusiende kuvote. Uone. Hao sio watatutafuta. Sisi ndio maboss. Unaona? Hao sio watatafuta, watakuwa like mbona mvote? Mbona angalia wase wenye wanakuanga wamejiweka chini wakikuja tuwavutie. Wanakuanga wamejiweka chini, wanawaambianga mimi nitafanya. Na anasemanga na upole, anakuanga anajua hapa lazima ni wabai. Okay? Lazima niuzie kitu yenye na buy. Unajua huyu politician ni kama msee anauza insurance. Unaona? Juu ni kitu haiko. Wewe unajua mtu ameanzisha insurance hapo ni kitu haiko, hujui kama hiyo pesa hata iko. Nakwambia sisi tutakusaidia, tutainsure property yako nini. Na pesa iko, na ukijua hakuna pesa. Hawana, inakuanga ni sisi tu waeke hapo ndani ndio sio pesa i-drop. Hakuna kitu kingine, inakuanga ni sisi tu wape hiyo seat ndio hiyo pesa i-drop. Kama sisi tutawapea hiyo seat, huyo msee atarudi home, arudi ile place yenye alikuwa. Kimondo was just a normal business person. Akakuwa PA. Akakuwa PA, akakuwa MCA was nini chenye alikuwa. Unaona? After kukua jua alitubai. Mimi nakumbuka walikuwa kuna sale alikuwa anasema huko alikuwa na bai watei. Naambiwa mkitisha chakula naambia ukitisha doa naambia nenda kwa klabu yangu mwambie mwekewe. Mabozi akisema tunataka kitu kata keki anaambia unataka nini? Madhe kuja anamwambia enda kwa duka yangu mwambie weke kilo mbili na rudi. Unaona? Like these people walishajua system yetu. Na sisi ni wawise saa hizi kushinda wase. Hawase wanajua wazae wetu, wajui sisi. Sisi kila siku tuna refreshing mind yetu bwana. Asheki, nikatu mtu mwenye anavutanga shada. Anaamkanga leo ako sawa, anaongelea kitu nini, akishaiva na kwa someone different. Tunafaa tujue hawase wezi track moves zetu, but tukishaonesha handout is the only way. Tutarudisha mse corrupt kwa hii system, na next time saizi ameiba 200B na tujaona zingine. So imagine next time ataongeza gani? Najua ni last time yake. Na mimi niliejua political za Afrika na Kenya na kwanga hivyo. Nikijua ni mara yangu ya mwisho ndaiba sana Zaidi. ndaiba. Niko nayo lakini ndaiba. Hii niko na interest. Niko like I need more. Greedy. Kunja. So we jua tu. We saizi kama una register kama voter. We tujua ni system gani unataka kuchoose. Bro, handout itakusaidia. Wewe kaa tu chini ujiulize, hiyo handout imekujengea nyumba yote? Uko na ile gari yenye ulikuwa unataka kubai? Saizi ni miaka ngapi? Mkoro wako, mzee wako, aliachieve anything out of it? Sasa wewe ukitaka hiyo handout utaachieve nini? Hiyo ndio swali unafaa ujiulize. Unafaa ukae chini politician akikuja kikimbizana na yeye, akili inafaa iring. After ameshanipea ile road yenye tulikuwa tunataka ajenge atajenga. Ama tutakuwa tukipropose tu bill huko, alafu tunarudi na baki tu hivyo. They change bills every day. Bro, chukua kura, soma. Just make sure umesoma. Chukua kura yako, prepare kuvote na pia usome. Soma vitabu msee. Kama uwezi, tafuta AI, acha ku search vitu.
uone venye usikize hata memes bana. Angalianga memes zina make sense, sio tu ucheke. Tafuta mimi mwenye takupea hasira. Ngombe. Tafuta hizi mimi takupea hasira. Na mimi mse anaongea mwenye ako sijui government ya kipuzi. Usini inbox ndakublock. Tunawainject. Takataka. My last thing ni mkienda kudoze, mkienda kufikiria Hosea 4:6 inasema hivi, my people are perishing because they lack Hawana ishia knowledge. takataka hizi.